Boss Lady ana upwiru ile kinoma noma, ikabidi amwite mchizi ambaye anamchukia sana amtatulie shida yake. Mchizi kwa mara ya kwanza anaingia ndani ya mjengo, maana siku zote anaishi nje ya mjengo na sister yake ambaye ni beki tatu wa Boss Lady. Boss Lady bwana anamwambia ingia ndani. Mchizi anamwambia inakuwaje leo unaniita ndani na ulishaniambia nisikanyage ndani kwako? Boss Lady anamwambia mimi ndio nimekukaribisha, nina tatizo chumbani, nahitaji msaada wako, naomba unifuate. Kumbe Boss Lady bwana ana upwiru, ana miaka 2 yuko single. Mchizi anaingia chumbani, anabaki anashangaa chumba cha mrembo kilivyokuwa poa na kuvutia kinoma noma. Kisha anamuuliza nikusaidie nini Boss Lady? Boss Lady anamwambia mchizi na upwiru, naomba unitibu hii yoma. Kisha akamtupia mchizi kitandani na yeye akapanda kitandani. Ile mezegamuo inaanza tu, Boss Lady anashtuka na kugundua kumbe ilikuwa ni ndoto. Boss Lady anawaza hii ndoto ina maana gani? Movie letu linaanza. Boss Lady apendi wanaume kabisa, kiufupi anawachukia. Wakati anatoka supermarket anamkuta kijana mmoja anajiselfie kwenye gari yake. Alikasirika na kumfuata kwa hasira na kumtia kibao. Akamwambia unathubutu vipi kujiselfie kwenye gari yangu? Kijana akamwambia usipanic mrembo, nimekuelewa. Boss Lady akuelewa, akazidi kumchamba. Kijana akamwambia si ungenielekeza, kuna nyingine kunipiga kibao? Boss Lady akamwambia nadhani utakuwa na bangi kichwani mwako. Kisha akaondoka. Usiku huo yuko chumbani gorofani, anasikia sauti ya mwanaume kwa chini anaongea na simu. Ikabidi amchungulie, kisha akashuka chini na kumkuta anaongea na simu. Akamuuliza wewe ni nani na unafanya nini kwenye nyumba yangu na nani kakuruhusu kuingia ndani? Mchizi akamwambia naitwa Kesi, nimekaribishwa na dada yangu Teiga ambaye ni beki tatu wa Boss Lady. Boss Lady akawaka, kisha akamuita Teiga na kumwambia sitaki kumkaribisha mtu yoyote kwenye nyumba yangu bila ruhusa yangu, na kumwambia naomba atoke sasa hivi. Mchizi kabidi achukue begi lake na kutoka nje na kutafuta roji maeneo ya karibu. Kesho yake mchizi akampigia simu dada yake Teiga na kumwambia amepata kazi. Dada yake akafurahi sana. Mchizi akamwambia dada yake shida ni pa kuishi, hapa mjini vyumba ni bei ghali sana, sijui nafanyaje. Dada yake akamwambia usijali nitakusaidia. Kesho yake Teiga akamkaribisha kaka yake kwa Boss Lady ili amsaidie kaka yake mahali pa kuishi. Boss Lady akamuuliza ni muda gani utakaa kwenye nyumba yangu? Mchizi akamjibu miezi 4 tu. Boss Lady akamjibu unaweza kukaa kwenye nyumba yangu ila si kwa bure bali kwa masharti, kwa sababu utakula na kulala bure, hivyo wewe itakubidi ufanye kazi hapa. Boss Lady akamwambia itakubidi ufanye usafi, uoshe gari langu na huduma ndogo ndogo siku za wikiendi wakati uko off. Kama uwezi kabisa tafuta pa kukaa. Mchizi kabidi akubali maana hana pa kwenda. Wikiendi ilipofika mchizi akaanza kufanya usafi. Dada yake alipomuona akamuomba msaidie. Brother anasema usijali dada yangu, una kazi nyingi ndani, endelea tu, mimi nitafanya tu usijali. Wakati huo Boss Lady yuko dirishani anawachungulia na kuwasikiliza wanachoongea. Baadaye mchizi akaamua kutoka. Wakati anatoka anakutana na rafiki wa Boss Lady anaingia na kumsalimia. Mrembo akamtazama kisha akaingia ndani. Akamuuliza Boss Lady yule kijana handsome niliyemuona hapo nje wakati naingia ni nani? Boss Lady akamwambia kaka yake Teiga anaitwa Kesi, ila hata jina lake sitaki kulitaja. Rafiki yake akamuuliza kwa hiyo umeacha mfanyakazi wako aje aishi na kaka yake hapa? Boss Lady akamwambia haina shida, Teiga nimeishi naye kwa muda mrefu hapa na hajawahi kuiba chochote, hivyo kama unadhani kutakuwa na tatizo lolote wala usijali. Okay basi sawa, rafiki yake akamjibu. Kesho yake usiku mchizi anatoka kazini akiwa amechelewa. Anaingia anashtuka kumkuta Boss Lady akimsubiri mlangoni. Mchizi anamsalimia good evening madam. Boss Lady akamuuliza ni saa ngapi kwenye saa yako ya mkononi? Mchizi akaangalia na kumwambia inakaribia saa 3 usiku. Boss Lady wow, kwa hiyo unafanya kazi mpaka saa 3? Kwa hiyo umeamua kuja umechelewa kwenye nyumba ambayo ulipi chochote? Okay, nishajua nini malengo yako. Wewe usiyekuwa na pakuishi unaleta vitu vyako usiku ili uhamie kabisa hapa. Naomba unyamaze, sitaki kusikia chochote, sitaki msamaha wako. Wakati mwingine ukija umechelewa utalala nje, ukija tena baada ya saa 2 naomba ulale huko huko. Boss Lady usiku akawa anakunywa pombe tu kitandani. Mafaili na laptop yake ziko pembeni. Beki tatu alipoingia kupanga nguo kwenye kabati ikabidi amuulize Boss Lady najua sio jukumu langu kukuuliza, lakini na wasiwasi, je kuna shida yoyote bosi? Boss Lady akamjibu niko sawa Teiga. Teiga anamwambia sio kweli, unaonekana kuna kitu kinakusumbua sana, unaonekana huna raha kabisa. Boss Lady akamjibu huzuni ni moja ya sehemu ya maisha yangu, na kumwahidi kwamba hata kunywa tena pombe na kumpatia glasi ya pombe akaiweke. Mchizi anarudi anamkuta dada yake ana mawazo kinoma noma. Anamuuliza nini shida? Ni bosi wangu anakunywa muda wote. Mchizi ana surprise na kusema hapo nimepata picha, nilijua kuna kitu kimemisi kwenye ubongo wake, kwa hiyo ni mlevi. Kisha akacheka. Dada yake anasema usiseme hivyo, yaani ungejua asivyonijali ananinyanyasa, naomba niache, acha tu apitie hayo anayopitia. Dada anasitiza Boss Lady sio mbaya, hajawahi kunitreat vibaya na ameniongezea mshahara na hisi kuna kitu kinamsumbua. Mchizi asubuhi anatoka na Boss Lady anatoka na kumuita hey. Mchizi anasimama na kumwambia tafadhali usiniite hivyo, mimi na jina naitwa Balikesi. Boss Lady anamwambia mimi sijali, gari langu linahitaji kuoshwa, ni chafu, nataka ulioshe ili niondoke. Mchizi anamuuliza kwa sasa? Ndiyo. Boss Lady anamjibu. Mchizi anamwambia kuna sehemu mimi naenda, sio kazi yangu. Bosi anamjibu kabidi tu mchizi alioshe, hana namna. Boss Lady baada ya kuingia ndani akawa anaona kama anamuonea hila, akasema anastahili. Baada ya Boss Lady kuonekana akimwakia rafiki yake, kwa nini unawapatia namba wapumbavu, wananisumbua kunipigia simu kila kukicha? Rafiki yake akamwambia hautakiwi kuwa hivyo, hebu wape nafasi.
nafasi. Narudia tena, sitaki umpe mwanaume yoyote namba yangu. Mimi sitaki mwanaume. Hivi wewe kiziwi? Unahitaji mtu. Mimi sio kiziwi wewe. Wewe ni mpweke. Unahitaji mtu. Rafiki yake anamwambia. Boss lady anasema upweke wake ndio furaha yake. Kwa nini unajiumiza mwenyewe? Rafiki yake anamuuliza. Boss lady akamjibu, niache. Rafiki yake anamuuliza, hivi kwa muda gani utakuwa hivyo? Mimi ni rafiki yako. Nina haki ya kukuhurumia. Umekuwa single kwa miaka miwili. Utaki kumove on. Huna hata mtoto. Hiyo ndo nafasi. Vipi kuhusu wewe? Kila siku unabadilisha mahusiano na bado hujaolewa. Unanishauri vipi mimi? Rafiki yake anamwambia, sikiliza, mimi nitajaribu na kujaribu mpaka nipate mwanaume sahihi. Boss lady anamwambia, mimi sijali, okay? Na ninakuonya, siku nyingine ukimpatia namba yangu mpuuzi yoyote, utanijua mimi ni nani. Jumapili mchizi na dada yake wanaelekea kanisani, wakati boss lady yuko juu ya gorofa akiwatazama. Teiga akamsalimia na kumwambia, tunaenda kanisani, na kumwambia nimeandaa kitu unachohitaji. Huku mchizi kauchubua. Akatokea mlinzi anamsalimia boss lady. Boss lady yuko busy akimtazama mchizi na dada yake wanavyoelekea kanisani na kutoa bonge la sonyo. Usiku boss lady akamuita mchizi kwenye mjengo na kumwambia, ingia, nikusaidie nini? Mchizi anauliza, nifuate. Boss lady anamwambia, mchizi anamwambia, uliniambia nisikanyage kwako. Kwani kuna nini boss lady? Mimi ndo nimekuita, hivyo nifuate. Boss lady anamwambia, kuna kitu peke yangu siwezi. Nimekuita wewe unisaidie tatizo langu, hivyo naomba unifuate. Wakasema mpaka chumbani. Mchizi anashangaa chumba kilivyo kizuri na mvuto. Anamuuliza boss lady, nikusaidie nini? Boss lady anamwambia, hisia zimenizidi, sina pa kuzitoa, naomba unisaidie kuzitoa, huku akimshikashika kimahaba mchizi. Kisha akamtupia kitandani na yeye akaamua kupanda kitandani kimahaba. Ile mizigamua inaanza tu, boss lady akashtuka na kugundua kumbe ni ndoto. Usikose kufuatilia sehemu ya pili na ya mwisho ya movie hii ya Twisted Feeling kutoka nchini Nigeria.